kitakukutanisha na watu sahihi. Ulicho nacho kwenye akili kitakukutanisha na watu kwenye akili. Ulicho nacho kwenye imani kitakukutanisha na watu kwenye imani. Ulicho nacho kwa ajili ya plani ya kibiashara kitakukutanisha na wafanyabiashara. Ulicho nacho juu ya jambo lolote unalotafuta kulifanya kitakukutanisha na mtu sahihi. Ila amini tu juu ya ulicho nacho. Nini uko nacho? Ukiwa na fedha tafuta imani. Maana inawezekana unayo imani ila fedha huna. Na kuna wenye fedha ila hawana imani. Vitu vinatofautiana. Nini ulicho nacho ili ufanikiwe juu ya kile unakiendea? Kuna watu wana fedha ila imani ya kusababisha mambo yaende hawana. Na kuna watu hawana fedha ila wana imani. Matendo ya imani yakikosekana, hapa ndipo kabisa tumeliweka. Lakini sitaki mtoto wangu neno langu ukae kiajabu ajabu. Na kufundisha juu ya imani, nenda kafanye kazi. Na kufundisha juu ya imani, nenda katafute mlango wa kifedha. Mlango wa kifedha ufunguki huko nyumbani. Mlango wa kifedha ufunguki huko kanisani. Mlango wa kifedha unafunguka huko mitaani. Nini ulicho nacho siku ya leo? Na kuombea kwa Mungu wangu aliye juu. Ulicho nacho kitafanya miujiza juu yako. Iwe imani ifanye miujiza kwa utukufu wa jina la Yesu. Kitabu cha Kutoka sura ya 4 mstari wa 1 mpaka wa 4. Biblia inasema, Mungu akajibu akasema, ndio, lakini tazama, hawataniamini wala hawataisikia sauti yangu. Ndio. Maana watasema, Bwana hakututokea. Bwana akamwambia, ni nini hiyo ulionayo mkononi mwako? Ni nini hiyo ulionayo mkononi mwako? Akasema, ni fimbo. Fimbo. Akamwambia, ndio, itupe chini. Itupe chini. Akaitupa chini. Nayo ikawa nyoka. Musa akakimbia mbele yake. Musa akakimbia ile fimbo aliyokuwa nayo mkononi. Bwana akamwambia Musa, ndio, nyosha mkono wako. Nyosha mkono wako. Kamshike mkia. Akaunyosha mkono wake akamshika. Naye akageuka kuwa fimbo mkononi mwake. Nyoka akageuka akawa fimbo mkononi mwa Musa. Musa anapokea habari ya wito, akaenda na hoja yenye nguvu kwamba hawa watu ulionituma hawatanisadiki kama umenituma. Anataka confirmation ya ishara. Niliomba kwa ajili ya imani nilionayo. Mimi habari ya kibiashara Mungu alininyang'anya. Akaniambia nimekufanya uwe mtumishi wangu na nikafungiwa milango ya biashara. Nilimtafuta Mungu kwa imani, sina kanisa. Ningekaa nyumbani pasipo kufika Westlake, leo eneo langu isingekuwepo. Maana ningemsubiria Bwana malangoni kwamba anipe kanisa malangoni. Ila nilimwita kwenye malango madogo ninapoishi. Nikimwambia Bwana, utanichagulia mahali utaniketisha jina lako. Utanipeleka mahali ambapo umechagua kuliketisha. Nisikilize maombi niliyokuwa naomba. Mahali umepachagua kulikuza na kuliketisha jina lako, hapo ndio mahali utanipeleka. Sio mahali ambapo nitajipeleka mimi. Iwe Dar es Salaam siji, na nilikuwa namwambia mikoani siende. Dar es Salaam ni kubwa. Nilikuwa namwambia sifiki pwani. Dar es Salaam ni kubwa na halijaisha na watu hawataisikia injili. Kwa hiyo hapa ila mahali utakapo nichagulia ndipo utanipeleka. Mahali gani nisijui. Juu ya biashara na plani uliona. Ninachokufundisha ni kitu nilichokiishi, ambacho leo naiona eneo langu imesimama. Nilikuwa sina madhabahu ila nina wito. Wito namna gani nilicho nacho ni wito. Imani ndio niliyokuwa nayo. Sikuwa na kufahamu Virginia, sikuwa na kufahamu Patrick, sikuwa na kufahamu Morgan, ila imani niliyokuwa nayo nilimsemesha Mungu specific point kwamba ninajua umeniita, siendi mikoani. Dar es Salaam kubwa. Hiyo imani niliyonayo bado Dar es Salaam ni kubwa. Shiti la kibiashara Dar es Salaam bado ni kubwa. Unakimbilia Iringa huko mapolini kufanya nini? Kwanza ufanikiwe wapi? Mjini kisha mashambani. Yaani kama utakimbia kujenga Dar es Salaam, wewe umefeli maisha. Anza kujenga Dar es Salaam ndiko ukajenge kwenu huko kijijini. Kwa hiyo Biblia haijawahi kuongopa. Utafanikiwa mjini ni neno lilosimama, na ndiko ukafanikiwe mashambani. Nataka nigeuze maisha yako. Unapokaa mjini,
hakikisha umetafuta Mungu mpaka ameshibitika mjini kwamba nimefanikiwa Dar es Salaam, alafu ndio unainua miguu kwamba naenda mashambani nikawekeze habari ya utajiri wa mjini. Hicho kidogo ulicho nacho kifanye muujiza kiwe kingi kwa jina la Yesu leha. Maono ulio nayo machache Bwana ayafanye na ayakuze juu ya mataifa kwa jina la Yesu leha. Maana ulicho nacho ndicho Mungu anakitazama akifanya. Mungu afanye juu ya kile kitu haufanye. Lazima uwe na kitu cha kufanya ili Mungu afanye juu yako. Kwa kama huna kitu ambacho unafanya, sahau juu ya kumwona Mungu. Iwe umeitwa hauna cha kufanya, sahau juu ya wito. Uwe mfanya biashara hauna cha kufanya biashara, sahau juu ya kumwona Mungu. Ila ulicho nacho ukimwita Mungu ndio atathibitika. Kitabu cha Kutoka, uwe kwenye ndoa, uwe mfanya biashara, uwe umeitwa kwenye huduma, Mungu akitaka kufanya jambo lolote, Mungu huja kwa ishara.